Mume wangu, naona unatoka. Kuna hii ndo nilikuwa nimewekeza 500 kwao, nimemaliza deni, nimeichukua. Una safari, unaenda wapi? Nilikuwa chumbani, nikatoka sebleni, nikakutana kidogo na mabadiliko ya hali ya hewa, nikajua tu upo mbali. Sasa mume wangu, unamaanisha nini unavyosema hivyo? Ninachokimaanisha unakijua. Mume wangu, mi naelewa kwamba tatizo langu limekuchosha sana, lakini mimi kwenye ndoa yangu nimefundishwa uvumilivu. Haijalishi ni changamoto ngapi tunapitia, mi naamini zinapita tu, na hata tatizo langu lililopo pia litaisha, na tutarudi kwenye amani yetu kama mwanzo. Babe, umeniacha ndani peke yangu. Hauna kuboa. Mimi nafikiri unanijua vizuri kabisa. Kwa mimi ni mtu ambaye nikiona jambo la msingi lazima nihitaji faragha na nafasi. Niambie lakini. Babe, kuna nguo, kwanza kuna kiatu. Ukiona kizuri, yaani hizo ukikiangalia utakipenda. Hata ikiwa bei kubwa, 70 tu. This one. Nisi utakipenda. Look babe. Ni kweli lakini ni kizuri, utapendeza. Kweli? Alafu babe, kuna hiyo pochi. Ni nzuri. Yaani ikibeba. Mrs. Wembang. This one. Nzuri, eh? Na yenyewe ni nzuri pia. Hata sio bei. Lakini 20 tu babe. Alafu baby, cha mwisho. Yaani kuna nywele hiyo babe. Nikivaa tapendeza. Mrs. Wembe si huyo hapa babe. Ngoja nikuoneshe. Yaani nitapendeza siku hiyo. Unajua Kendi unanichanganya sana. Nimetumia kila njia, kila sababu ya kufanya mimi nikatengana na wewe, lakini bado inashindikana. Unataka mimi nikuelewaje? Na mara zote kipindi nikikupatia talaka ukutaka kuzipokea. Nikaona haitoshi, nikatafuta watu wazima kwa ajili ya kuja kukushauri ili wewe ukae mbali na mimi, lakini bado hukunielewa. Kwa hiyo hichi kitu nitachoenda kukifanya sasa hivi, Kendi, usinione mimi mbaya. Unanielewa vizuri? Usinione mbaya. Kwa sababu maji yamefika hapa. Up. Siwezi kukuelewa hata kidogo. Unanuka. Utanisamehe mume wangu, lakini mimi bado nakupenda. Na sichukulii ndoa kwa mdhaa kiasi hicho. Eti kwa sababu tumeniandikia talaka kwa ugonjwa wangu niondoke. Tafadhali mume wangu, hebu tumepushe shetani, afu isitoshe tuko nje. Haya mambo tunatakiwa kuongea ndani. Sawa, unaweza tu kuendelea na safari zako. Mimi acha nikaandae chakula cha usiku. Asiyesikia la mkuu uvunjika guu.
this one babe. Wow, hii nywele ni nzuri pia. Nzuri? Yeah. Babe, nzuri sana. Hii 300 tu babe, hata sio bei. Okay. Labda niambie kipenzi changu, kikubwa ambacho wewe unakitaka ni kipi? Babe, si vyote. Hutaki siku mimi nionekane Mrs. Wemba. Nywele Mrs. Wemba. Pochi Mrs. Wemba. Kiatu babe. Vyote. Ukinipata 500 inatosha. Kipenzi. Hivi unaijua sababu ya mimi na wewe kuingia kwenye mahusiano? Ama unajua sababu ya nini au ni kwa nini mimi nilikuhitaji wewe kwenye maisha yangu? Babe. Sio uzuri wangu. Wewe ni mimi Black Beauty. Nakupenda. Muda wote tuko wote jamani. Ni kweli wewe ni mzuri. Na mimi nilishakwambia nampenda sana mwanamke mweusi. Lakini uzuri wako, urembo pamoja na shape yako ni vitu ambavyo vinanivutia tu machoni. Na kila mwanaume anapenda kwenye mapenzi yake na mahusiano yake awe na mwanamke ambaye ni mzuri. Lakini kuna kitu nje ya uzuri ambacho mimi nakihitaji sana kutoka kwako. Ni kitu gani hicho baby ambacho mimi sina unakihitaji? Kipenzi. Yes babe. Unajua nje ya mahusiano na mapenzi, mimi natamani sana wewe uwe ni mwanamke ambaye macho yako yananionyesha mimi fursa. Wapi ambapo tunaweza tukatafuta fedha na tukazipata. Na isitoshe zile fedha ambazo ninazo kidogo tuzitumie vizuri kwenye kuwekeza ili tupate nyingi zaidi. Usio napenda sana kusahau. Unajua hizi mali ni za wazazi, si zangu. Kwa hiyo kama sio zangu, hatuwezi kuzitegemea kwa 100%. Kwa hiyo nilitamani sana uwe ni mwanamke ambaye unaniletea idea za namna gani tunaweza tukaongeza kiwango cha fedha, lakini sio kuniletea idea namna gani tunaweza tukaitumia fedha yetu. Sijui umenielewa hapo? Nimekuelewa, lakini ni swala kuongelea muda huu baby. Tutaongea baadaye. Niko nahitaji kwanza unipe hiyo hela. Nikutoe tu hofu. Mimi kukuelekeza haimaanishi sikutimizie. Lazima nitimize kwa sababu ni wajibu wangu. Gharama za huduma zako lazima ziwe juu yangu. Lakini nilikuwa nakuelekeza ili ujue kabisa kwamba huko mbele una date na mwanaume ambaye anahitaji mawazo yako zaidi kuliko matumizi. Nadhani utakuwa umenielewa. Nimekuelewa baby. Lakini twende ndani. Hapana, mimi ndani siendi. Kuna jambo hapa nataka nilimalizie, baada hapo nadhani nitakuja kukufuata. Lakini hela si utanipa baby? Kwani mimi nilipatwa na nini kukuamini, yani umeenda. Kwani aliumba mapenzi ni nani? Aje tujuane, nimueleze yaliyoko moyoni. Kwa nini? Habari yako kaka? Samani, naomba unisaidie nyanya, vitunguu na karoti na hoho. Dada unanuka bwana. Hivi hujaona magenge mengine ya kwenda mpaka hapa tu? Hivi wewe harufu yako uisikii? Au kwa vile Mungu ametunyima upeo kwamba kitu ambacho kinatoka mwilini mwako ukisikii, basi wao wanakuambia hata wao ndugu zako kwamba unanuka. Lakini kaka yangu,
Mimi nilichofuata ni huduma tu. Ungenihudumia hivyo vitu ninavyovitaka, wewe kungekuwa kuna shida gani? Hata mimi pia sikumwomba Mungu anipe ugonjwa unaonisumbua. Abe boss. Unajua, kwa upande wangu sipendi sana kuitwa boss, kwa sababu sipendi makuu wala kujionyesha. Sasa upendi nikuite boss, unataka nikuite jina gani? Mimi nadhani hapo unaweza kaniita kaka, ikiwezekana niite tu jina langu Wembe. Basi mimi nitapendelea nikuite kaka. Lakini hata hivyo, mimi kuna jambo nimekuita hapa, nataka unisaidie. Unajua, usafi kwa watoto wa kiume ni changamoto kubwa sana. Tena hususani usafi wa sehemu ambazo tunalala. Sasa nikawa nimepiga mahesabu yangu tu ya kichwa. Nikaona hapa sina mtu wa karibu wa kumshirikisha ili wazo langu zaidi yako wewe. Naomba nisaidie. Kama utakuwa unaingia chumbani kwangu ukakuta mazingira yako sawa, nisaidie kuyarekebisha. Lakini pia hata kama ukakuta mashuka yako ni machafu, basi chukua hata yachukuche. Kwa sababu tunajua mashine imeharibika na mimi naweza kufua changamoto. Sawa kaka, usijali. Kwa maana niko hapa kwa ajili ya kufanya majukumu yote ya ndani. Kwa hiyo chochote utakachokihitaji, ndiye nitafanya. Wewe acha kumsingizia Mungu. Kutulia kwako kukokota wanaume kama daradara. Ungetulia kwenye ndoa yako ingekupata yote hayo. Kesho huyu, kesho kutwa huyu, kesho kutwa huyu. Mara unarudia na wengine wenye umewasahau. Ona sasa hivi ukukuta. Hebu jiondokee hapa bwana, mimi siwezi nikakuhudumia mtu kama wewe. Juzi tu umekuja nimekuhudumia, wameshindwa kuniungisha wateja wangu wa kila siku, wamenipita kama wanioni. Yaani kama nimetupa takataka kwenye banda langu. Yaani umesababisha mpaka watu wajue nauza takataka, kumbe nauza bidhaa hapa. Hebu niondokee hapa bwana, unavyozidi kukaa ndo unazidi kunikera zaidi. Maisha yanatupa changamoto, njia tunazopita zina miba lakini hatukomi. Sasa itakuwaje na mbele hatuoni? Changamoto nyingi maishani na kesho kiulizo. Ni jambo jema, alafu naipenda sana hekima yako. Unajua utu uzima majukumu, na kila mtu ana majukumu yake. Na siku zote mimi naamini kwenye maisha kila mtu anapigana vita ambavyo mwingine haioni. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu kama utakuwa unahitaji, nijuze tu, mimi nitakusaidia. Na ninaamini mama na baba wa sehemu waliopo kule hawana uwezo wa kuendelea kutatua matatizo yako kwa wakati. So chochote ambacho utakihitaji. Kwa hiyo chochote ambacho utakihitaji, niambie. Niko hapa, niko tayari kukusaidia. Sijui umenielewa? Sawa, nimekuelewa. Sawa, nimekuelewa. Hivi Wembe, yaani majukumu yangu mimi unampa dada wa kazi kweli? Kipenzi, siku zote ukimwona mtoto wako anaenda kula kwa jirani ikiwa nyumbani kwako umepika, unajua kabisa jirani alichokuzidi wewe ni ufundi wa mapishi na sio wingi wa chakula. Eti kwa jirani. Umeamua kunitukana, si ndio? Chakula cha jirani. Inaonekana nikitoka huko mambo mengi yanaendelea, si ndio? Rex kipenzi, kiukweli unanithibitishia kwamba wanawake mna wivu sana. Sikia nikwambie, mimi sio mwanaume wa hivyo kwamba kila sehemu naweza nikafungua zipu yangu. Isitoshe, nishakwambia kama maisha yangu wewe peke yako ndio unaweza kuniridhisha. Na nilikuchagua kwa sababu hiyo. Kwa hiyo nimeshangazwa na kile ambacho nakiongea. Na hisi labda hiyo ndio sababu pia ya kumsonya dada wa kazi. Usirudie bwana. Mimi ni wa kwako. Kabla hujakubali, mimi pia nilikuwa natoka. Nadhani baadaye tutaonana, tutaongea vizuri. Kwani mimi nilipatwa na nini kukuamini, yani umeenda? Kwani aliumba mapenzi ni nani? Aje tujuane.
Odi wenyewe. Habari dada. Ilikuwa mimi na yeye tulopita wote, mwenzangu amesahau maumivu ameniachia mimi, mvumilivu mbivu na kula siamini. Haya ndo malipo ya upendo wangu kwako, ndo malipo ya busara zangu kwako. Kwani mimi nilipatwa na nini kukuamini? Yani umeenda. Kwani aliumba mapenzi ni nani? Aje tujuane, nimueleze yaliyoko moyoni. Kwa nini anichome? Wayaona machozi yanatiririka, na mimi siwezi, moyoni vidonda. Kama kupenda sitaki tena. Ilikuwa mimi na yeye tulopita wote, mwenzangu amesahau maumivu ameniachia mimi, mvumilivu mbivu na kula siamini. Haya ndo malipo ya upendo wangu kwako, ndo malipo ya busara zangu kwako. Kwani mimi nilipatwa na nini kukuamini? Yani umeenda. Kwani aliumba mapenzi ni nani?